Sky Cable TV Kenya, Beyond the Real. A very good afternoon to you, my dear viewer, and Happy New Year. My biggest hope is that your day and your year has started off on a very high note and a very good note. And welcome to Sky Cable TV News Desk at 1 p.m. I'm Wanjiku Njau. So we start off with a very sad story. 8 people have been reported dead after an accident occurred along Kakamega-Webuye Highway. The bodies of the deceased are being kept at Webuye County Funeral Home, while others are nursing injuries in different hospitals in the area. Well, we apologize for that technical hitch that have just occurred. We will look into the story, and if possible, we will air it again just about now. Moving on to our next story, Alice Muthoni Wahome, Member of Parliament Kandara, has celebrated the life of Charles Mugane Njonjo, who passed away this weekend. Charles Mugane Njonjo has been a Kenyan lawyer and has served as an Attorney General of Kenya from the year 1963 to 1979 and Minister of Constitutional Affairs and the MP of Kikuyu constituency from 1980 to 1983. Let's take a look at what she has to say. Sky Cable TV Kenya, Beyond the Real. A very good afternoon to you, my dear viewer. Today being the 3rd of January, the year 2022, and a happy new year to you. My biggest hope is that your year has started out from a very positive notch, and as it continues, it will keep getting better and better and better. And welcome to our Sky Cable TV News Bulletin at 1 p.m. I'm Wanjiku Njau. Moving on to our first story, 8 people have been reported dead after an accident occurred along Kakamega-Webuye Highway. The bodies of the deceased are being kept at Webuye County Funeral Home, while others are nursing injuries in different hospitals around the area. Na tumepata kweli mwili wa dada yangu na mwili wa mtoto wake washaweka kwa Land Cruiser ya police, na gari hilo ambalo lilikuwa limewabeba it was destroyed beyond recognition. Mtoto wake mkubwa ambaye ni Reni Siundu aliingia gari lililofuata. Kwa hivyo Reni alipofika hapo ndiye ametupigia simu saa 12, akanipigia akaniambia, anti kuja Msembe, kuja na ango na gari Msembe. Nikamuuliza kuna nini,
akaniambia kuja na ango, na hakusema nini, nikajua ni kubaya. Lori kwa imesimama na iko na hazard, and then tukaigonga. From there I don't know what happened next. Hiyo lori ilikuwa mbele, ilikuwa imeharibika, na hakuweka hiyo hazard kuindicate kwamba kuna lori imeharibika mbele. So driver baadaye alikuwa ameweka dim light, hakuweka full light. Sasa kuiona kwa umbali alishtukia tu kama amegonga hiyo lori kabisa. Sasa kwenda kwa gari ilikuwa ile kuja mbele, ndio akagonga, akarudi kwa to the right side kwa shimo. Ingia kwa cabin ama kwa hii gari ambayo unaiona hapa, kukaa chini nifikirie ni spana gani nitachukua. My friend, mimi ni mstuko ilinitoa mpaka nikajiuliza kwani tuko wapi. Ile mgurumu kuangalia nje, ikawa naona maiti yametapakaa kila pahali. We are taken to Wembuye Sub-County Hospital, whereby they were admitted, and we are taken to Lumakanda Sub-County Hospital, whereby they were also treated, and the one was referred to Moi Teaching and Referral Hospital in Eldoret because he had a spine injury. Watu wametoka katika sherehe za Krismasi. Ningependa serikali iweze kupunguza usafiri wa usiku. Just as the country is continuing to mourn a fallen soldier, Alice Muthoni Wahome, MP Kandara, has continued to mourn the death of Charles Mugane Njau, who has been a lawyer and also served as an Attorney General of Kenya from the year 1963 to the year 1979. He also served as a Minister of Constitutional Affairs and the MP of Kikuyu constituency from 1980 to 1983. Njau was also popularly referred to as the Duke of Kabeshetaya. Let's take a look at the story. Condole with the family of Honorable Charles Njau, former Attorney General of the Republic of Kenya, also Minister for Constitutional Affairs. A very dynamic, strong, powerful, level-headed Attorney General in his time. I think he served with dignity in his office. He he exuded confidence, and I would think that he has gone down as one of the Attorney Generals that served with dedication in that office. I know that he served during a very difficult period, and that the rights, freedom of expression, political rights were under threat. And I'm aware that there are things that may not have gone well during that period, but in terms of his office, management of that office, he could be said to be one of the most powerful, strong, dedicated Attorney Generals, level-headed, and with a voice that one would not be able to forget. I want to wish his family a quiet moment, and may they be satisfied by the service and the memories that they share. He was a great man. He was a great man, and definitely a man of integrity. Well, how did you celebrate your year? How did you usher in your year? For over 80 mothers from Kiambu Hospital, Kiambu Level 5 Hospital, they were filled with joy as the new year came with an extra reason to celebrate after well wishes donated to them food and non-food items. With joy, the young mothers received towels, basins, among other key items from renowned Kikuyu gospel artist Lois Kim as a way of giving them hope that the new year will bring forth better tidings. Mahe gift iria tugukite nacio to celebrate now happy new year. Wakeri ni twarathimithia ciana icio ciao tumere ati ciana icio maciarite
macimenyerere na mamenye ni ciana ingituika thamaki na makingi na makwini a bururi uyu witu koguo mamongithie na makaime mere nigio twi kundu guku ningiuga kwina mwihoko tondu wa mbere ni twahinguriirwo bururi ona thutha wa gukorwo kwina covid ĩrĩa Omicron na no njire andu covid ndĩrĩrathira koguo andu maikare makinjikingaga na magikiraga mask matikaige ni ndikirite yakwa ihaha koguo mundu wothe ekire mask na nigetha tutigirire ni twatiga gutambia murimu uyu wa covid no njuge riu kwina mwihoko ni tondu uguo gwi kuhinguru mundu wothe no ahota kwirutira kawira gake twikirite mask tutingithina uria turathinite at least kwina kawira kanini ni urakora mundu onokorwo ndona customer taria wonaga ni urona nini koguo andu ni marute wira mejikinge corona na mundu wothe agatia mask yake hindi ciothe bururi wa Kenya no andu mendete thayu koguo ithu tukwenda thayu andu ona matinda makiurura guku makiranaga ni ndirenda giti giki ni ndirenda giti giki Kenya ithu turenda thayu nigetha tuhote kuruta we na ithu turutagira wira na moko maitu koguo tungithukirio thayu tutingiruta wira no ni twacokia ngatho ni guka gucererwo na mwaka mweru ni Roski ni twakena ni gucererwo mwaka mweru ni thengio ngenu ni kwihingura kana kairetu na ngucokeria Ngai ngatho ni undu tukwiha ithu tutikwiharireirie tuma guku tugeterera mwaka mweru no mwaka mweru twarugie na gikeno ni undu ni twacererwo ni Roski na ni twareherwo indo na tuga thengio kuri aini othe. Recent reports have shown that youths from Meru have been stealing motorcycles from nearby areas to avoid paying loans taken when acquiring the motorcycles on basis that the economy is not favorable for them. We have recovered a number of stolen motorbikes in this region. Most of these motorbikes are stolen outside our area, Isiolo, Embu and far down to Mwingi. So we have managed to recover this month around 23 motorbikes, which are suspected they were heading towards neighboring counties and also neighboring countries. Most of these motorbikes are stolen by young people. Some of them have bought those motorbikes on hire purchase, but when they encounter challenges of paying the loans, they just decide to steal from themselves. Some of them remove the motorbike tracking devices and then falsely report to police that they have been either robbed by violence or motorbikes got lost without their knowledge. I wish to urge members of public, especially the youth, who are purchasing these motorbikes on hire purchase or through loans, to be faithful to their companies and to themselves, to stop defrauding companies and giving false information to police. Otherwise, once we catch up with them, we shall charge them with giving false information, and also the company shall deal with them as per their contracts. On to our last story. Religious leaders have continued to urge our members of parliament to discuss party laws peacefully, just as we are nearing 2022 general elections. Ninaona ni kama kuna wakati jambo likiendelea kuwa ngumu na watu wakiendelea kuwa na mioyo migumu, watu wengine wanakaa ngumu. Kwa hivyo wanakaa ngumu kwa sababu kuna watu wanataka labda kumeza vyama vidogo, na hawa vyama vidogo wanakataa. Na experience ya hiyo miaka iliyopita ndio unaona saa hii hawezi kupeana nafasi. Na ndio sababu unaona wazee wanang'ang'ana, wamama wanatukanana, wanapikana kwa sababu kuna kitu wanapikania, kuna haki ambao labda watu fulani wanataka silence. Kwa hivyo kama unataka silence mtu, hata paka akiingia kwa nyumba na wewe uone, kwa sababu wewe mwenye uwezo nyumbani yako umfungie kwa nyumba, utatafuta mahali wewe utapitia wewe mwenyewe, paka akijua haki yake atakurarua. Hii muraruano ni kwa sababu kuna kitu wanataka ipelekwe isipostahili, na waomba waangalie sheria na waangalie haki ya vyama vidogo na vikubwa,
waangalie haki za coalitions, na hizo zote wakiangalia kama watu wazima na kama viongozi, wataweza kuweka hiyo sheria na iwe ya manufaa kwa kila mmoja wetu, kwa sababu vyama vyote ni vya wananchi wa Kenya, na wananchi wa Kenya wanataka amani, tunapenda amani, na pia tunataka kila rasilimali yetu, hata vyama ni rasilimali yetu hapa nchini, silindwe. And with that story, we come to the end of our news bulletin at 1 p.m. here at Sky Cable TV. More news will come to you once it strikes 7 p.m. East African time in the evening in Kikuyu. Don't forget to follow us on all our social media platforms and keep interacting with us at Wanjiku, Njau, and also at Sky Cable TV Kenya. I'm wishing you a lovely day. I'm Wanjiku, Njau.